Na tafadhali tuketi mbele ya uwepo wa Bwana. Haleluya. Napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu Baba yangu wa mbinguni kwa ajili ya nafasi ya kuwepo mahali hapa asubuhi hii. Namshukuru Kristo mjenzi na kichwa cha kanisa. Ninamshukuru Roho Mtakatifu, Bwana wa utukufu, mtendaji mkuu wa ishara na maajabu na miujiza, mtendaji mkuu wa serikali ya mbinguni. Namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefanyika kuwa sehemu ya ibada hii. Kumbuka tunao unabii, na leo ni tarehe 2 tu ya mwezi wa 8, mwezi Agosti. Tunao unabii wa mimi ni uzao mteule. Mimi ni uzao mteule. Mtu mmoja aseme mimi ni uzao mteule. Mimi ni uzao mteule. Mimi ni uzao mteule. Mimi ni mzao mteule. Mimi ni uzao mteule. Mimi ni uzao mteule. Na kama ulivyosema ndivyo imekuwa katika jina la Yesu. Amen. Na andiko letu nanga, andiko letu la kinabii la mwezi huu, andiko letu nanga linatoka katika Yohana sura 15 na mstari 16. Biblia inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliwachagua ninyi ili mkazae matunda. Matunda yenu yakipata kukaa, ombeni lolote mtakalo, Bwana awafanyie. Haleluya. Amen. Anasema usiukajidanganya wewe umemchagua Yesu. Yesu ndio amekuchagua. Yes. Kwa sababu yeye ndiye kichwa cha kanisa. Amen. Na kanisa ni mama. Kanisa ni mama, Yesu ni kichwa. Mungu analiambia kanisa, Mungu analiambia mama kanisa, mama kanisa, nyinyi hamkunichagua, ninyi hamkunichagua, bali mimi Kristo niliyewapenda nikafa kifo cha msalaba, nikazikwa, nikafufuka, ndiye niliyewachagua. Na nilipowachagua, kusudi ni moja tu. Niliwachagua mkazae matunda. Niliwachagua mkazae matunda, alafu na hayo matunda yakae, tuyaone. Tukishayaona, ombeni lolote mtakalo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo namba moja, Mungu ametuchagua ili tumtumikie. Jambo la kwanza, Mungu, ninapoweka msingi wa ili neno, jambo la kwanza, Mungu amekuchagua mimi na wewe ili tumtumikie. Haleluya. Amen. Ndio maana tangu mwanzo Mungu alipojichagulia kabila taifa la Israeli, lengo lake ni kwamba wamtumikie. Alijichagulia taifa la Israeli ili wamtumikie. Najuaje? Kutoka sura ya 9 na mstari wa kwanza. Pasa tusome pa. Kutoka sura ya 9 na mstari wa kwanza. Yes. Ndipo Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, umwambie Bwana Mungu wa Waebrania yuwasema, wape ruhusa watu wangu ili waende wanitumikie. Mungu anamwagiza Musa, anamwambia Musa, wana wa Israeli, taifa langu nilolichagua, nimejichagulia mimi, ni watu wangu. Ukienda kwa Farao mwambie Bwana nataka uwape ruhusa watu wake waende wakamtumikie. Haleluya. Amen. Waende wakamtumikie. Kisoma tena Kutoka sura 9 na mstari wa 13. Mstari wa 13. Yes. Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi na mapema,
ukasimame mbele ya Farao, mwambie, Bwana Mungu wa Waebrania asema, wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie. Bwana anamwambia Musa, ondoka tena asubuhi na mapema leo, nenda kwa Farao, mwambie Waebrania hawa Mungu amewachagua, wape ruhusa waende wakafanya nini? Wakamtumikie Mungu wao aliyewachagua. Isaya sura ya 43 na mstari wa 21. 23 mstari wa 21. 43 21. 43 mstari wa 21. Yes. Watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Nimejiumbia watu watangaze sifa zangu. Nimejiumbia watu ili wanitumikie. Wanitumikie mimi. Haleluya. Haleluya. Sema hiki sisikii zote mbiti. Haleluya. Amen. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Anasema ninyi ni uzao, ni mzao, pale wameandika mzao lakini ni kile kile. Uzao ni mzao. Anasema ninyi ni mzao mteule. Amen. Ukuhani wa kifalme. Nimewaweka ili mnisifu. Some pale. Petro wa pili. Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya 2. Sura ya 2. Sura ya 9. Mstari wa 9. Yes. Biblia inasema, bali ninyi ni uzao mteule. Ninyi ni uzao mteule. Ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Watu wa milki ya Mungu. Pate kuzitangaza. Pate kuzitangaza Fadhili zake yeye. Fadhili zake yeye. Aliyewaita mtoke gizani. Aliyewaita kutoka gizani. Kaingie katika nuru yake ya ajabu. Kaingia katika nuru yake. Kwa hiyo kumbe anasema alikuja atunyakue, atutoe kwenye ufalme wa giza, atuhamishie kwenye ufalme wa nuru. Na baada ya hapa anasema ametufanya kuwa uzao mteule. Amen. Ama mzao mteule. Amen. Ukishampokea Kristo, yes, unabadilishwa. Amen. Unafanywa kuwa mteule. Oh yes. Haleluya. Amen. Unageuzwa kuwa mteule. Amen. Mteule ni nani? Aliyechaguliwa. Amen. Na ndio maana unabii wetu wa mwezi huu, kitabu cha Yohana sura 15 mstari 16, sio ninyi msije mkafanya makosa, sio ninyi mlionichagua, bali mimi naliwachagua ninyi. Amen. Nikawaweka mkazae matunda. Amen. Mkishazaa matunda, ombeni lolote. Ndio maana kwenye matangazo leo tumesema tarajia kumwona Mungu kupitia utumishi wako. Amen. Sababu amekuchagua ili umtumikie. Oh yes. Kwa hiyo haukujichagua, lakini yeye amekuchagua. Amen. Alikuchagua tangu zamani. Kabla misingi ya dunia, kabla misingi ya nchi haijapigwa, alikuchagua. Alikuchagua wewe. Umeona ya kwamba Mungu alimchagua Adamu ili amtumikie, lakini Adamu akafanya makosa, akamtumikia adui. Ikabidi Yesu aje. Alipokuja Yesu, akaja kutuchagua tena. Amen. Kukuchagua wewe na mimi tena. Amen. Ili kutuweka tumzalie matunda. Haleluya. Amen. Na matunda akikaa, oh yes, anasema omba lolote. Oh yes. Sakata ya mala Adriana. Amen. Kuna jambo gani la kusumbua? Zaa matunda. Amen. Mzalie Bwana matunda. Amen. Kuna jambo gani limeshindikana? Rukia kwenye fursa za kumtumikia Bwana. Amen. Na baada ya hapo nasema omba lolote. Omba lolote. Bwana amekuchagua. Sema Bwana amenichagua. Bwana amenichagua. Sema Bwana amenichagua. Bwana amenichagua. Bwana amenichagua. Bwana amenichagua. Na kama ulivyosema masikioni mwangu, oh yes, ndivyo ilivyo. Amen. Nasema sio kwamba imekuwa, yani ndivyo ilivyo. Amen. Bwana amekuchagua. Amen. Nasema Mungu amekuchagua.